Dawa mbadala 16 zinazotibu uvimbe kwenye kizazi, yani fibroids kwa haraka. Uvimbe katika mfuko wa kizazi wa mwanamke hujulikana kama uterine myoma au fibroid. Uvimbe huu hutokea kwenye misuli laini ya mfuko wa uzazi, lakini pia hutokea katika sehemu mbalimbali juu na ndani ya mji wa uzazi wa mwanamke. Huu ni uvimbe ambao huhusiani na kansa na unaweza kubadilika rangi ukawa njano. Unaweza kubadilika ukawa kama maji tu na kurudi tena kuwa mgumu. Uvimbe kwenye kizazi hujulikana pia kwa majina haya kitaalamu: uterine fibroids, myoma au fibromyoma. Hujulikana pia kama leiomyoma katika lugha ya kidaktari. Wanawake wenye umri kati ya miaka 30 hadi 50 ndiyo wanapatwa kirahisi zaidi na ugonjwa huu. Chanzo cha moja kwa moja cha ugonjwa huu bado hakijulikani wazi. Baadhi ya sababu za kutokea kwa uvimbe huu ni pamoja na kuongezeka sana vichocheo vya progesterone na estrogen kuzidi kiwango mwilini, ujauzito, uzito na unene kupita kiasi, genetics zisizo za kawaida, mfumo usio sawa na mishipa ya damu, sababu za kurithi, lishe isiyo sawa, sumu na taka mbalimbali na kadhalika. Dalili zitakazokuonyesha una uvimbe kwenye kizazi ni pamoja na: 1. Kupata damu nyingi wakati wa hedhi. 2. Maumivu makali wakati wa siku za hedhi. 3. Kuvimba miguu. 4. Unaweza kuhisi una ujauzito. 5. Maumivu wakati wa tendo la ndoa. 6. Kuhisi kuvimbiwa. 7. Kupata haja ndogo kwa tabu. 8. Kutokwa na uchafu ukeni. 9. Kupata choo kigumu au kufunga choo. 10. Maumivu ya nyuma ya mgongo. 11. Maumivu katika miguu ikiwa ni pamoja na miguu kuwaka moto. 12. Upungufu wa damu. 13. Maumivu ya kichwa. 14. Uzazi wa shida. 15. Kutopata ujauzito. 16. Kuvimba sehemu ya chini ya tumbo. 17. Maumivu ya nyonga. 18. Mimba kutoka mara kwa mara, yani miscarriage. Aina za uvimbe kwenye kizazi. Kuna aina kuu 4 za fibroids au uvimbe kwenye kizazi. Aina ya kwanza ni intramural. Uvimbe huu hutokea kwenye kuta za mji wa mimba, yani uterus. Wanawake wengi hupatwa na aina hii ya uvimbe. Aina ya pili ni subserosal fibroids. Hii hukua nje ya kuta za mji wa mimba na hukua na kuwa kubwa sana. Aina ya tatu ni submucosal fibroids. Hii hutokea kwenye misuli chini ya ngozi laini ya kuta za mji wa uzazi. Na aina ya 4 ni cervical fibroids. Hii hujenga kwenye shingo ya tumbo la uzazi, yani cervix. Dawa mbadala 16 zinazotibu uvimbe. Ikiwa mwanamke hapati shida ya namna yoyote katika shughuli zake za kila siku, anaweza asihitaji tiba ya aina yoyote hata kama amegundulika kuwa na uvimbe wa fibroid. Hii ni kutokana na ukweli kuwa mwanamke anapokaribia kukoma hedhi, uvimbe huu hunyauka wenyewe na mara nyingine hutoweka kabisa. Ikitokea kwamba tiba imekuwa ni ya lazima, anaweza kupewa dawa au kufanyiwa upasuaji kutokana na hali ilivyo. Chagua dawa 3 hata 4 kati ya hizi na utumie kwa pamoja kwa matokeo mazuri na ya haraka. Usitumie dawa yoyote bila uangalizi wa karibu wa daktari, mganga au mtaalamu wako wa afya. 1 ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu ni chanzo kizuri cha vitamini B6, vitamini C na madini mengine muhimu ambayo husaidia kuweka sawa homoni za kike. Sifa yake ya kuondoa sumu mwilini husaidia kuondoa uvimbe kwenye kizazi. Kitunguu saumu pia huzuia kujitokeza kwa uvimbe wa aina yoyote kwenye mji wa mimba, yani uterus. Tafuna punje 3 za kitunguu saumu kutwa mara 3. Kunywa maji glasi 1 kila ukimaliza kutafuna kitunguu saumu kuondoa ukali na harufu mbaya mdomoni. 2 ni juisi ya limau. Moja kati ya dawa nyingine za asili kwa kuondoa uvimbe kwenye kizazi ni juisi ya limau. Ongeza vijiko 2 vya juisi, yani majimaji ya limau, na kijiko kidogo cha unga wa baking soda kwenye glasi ya maji ya uvuguvugu. Koroga vizuri na unywe mara 2 kwa siku kwa majuma kadhaa. 3 ni tangawizi. Mizizi ya tangawizi ni mizuri sana katika kupunguza maumivu na kuongeza msukumo wa damu. Andaa chai ya tangawizi. Kumbuka ni tangawizi na maji tu, usiweke majani ya chai humo, na unywe kikombe kimoja kutwa mara 3 kwa majuma kadhaa. Kwenye hiyo chai, tumia asali badala ya sukari kwa matokeo mazuri zaidi. Chai ya tangawizi husaidia kuondoa uvimbe kwenye mirija ya uzazi na kwenye mji wa uzazi kwa ujumla.
4 ni mafuta ya mzeituni. Moja ya tiba za asili kwa uvimbe kwenye kizazi ni mafuta ya mzeituni. Mafuta haya hudhibiti homoni ya estrogen. Unahitaji kunywa kijiko kikubwa kimoja cha mafuta ya mzeituni sambamba na juisi ya limau asubuhi mapema, tumbo likiwa bado tupu. Unaweza pia kuandaa mafuta ya mzeituni kwa kuyapika majani ya mzeituni kama chai, ambayo pia husaidia kuongeza kinga ya mwili. 5 ni mafuta ya nyonyo. Mafuta ya nyonyo ni mazuri sana kwa kuondoa uvimbe. Weka mafuta ya uvuguvugu ya mzeituni kwenye bakuli. Weka kitambaa cha pamba ndani ya hayo mafuta mpaka mafuta yote ya nyonyo na yahamie kwenye hicho kitambaa. Kunja hicho kitambaa na uweke juu ya tumbo ndani ya mfuko. Na kisha weka chupa yenye maji ya moto juu yake, yani ilaze, na uache hivyo kwa usiku mmoja. Endelea na zoezi hili kwa kila siku kwa siku 5 hivi, kisha pumzika kwa siku 2. Rudia hivyo siku 5, kisha siku 2 kupumzika. Ili kuyaona mabadiliko, jaribu njia hii kwa wiki 3 hivi. 6 ni siki ya tufaa. Katika kutibu uvimbe wote ambao sio uvimbe wa kansa, siki ya tufaa ndio namba 1. Unachotakiwa kufanya ni kuchukua vijiko viwili vikubwa vya siki ya tufaa na uchanganye na maji glasi 1, yani robo lita au milimita 250. Changanya vizuri na unywe. Fanya hivi kutwa mara moja kwa majuma kadhaa. Unaweza pia kuchanganya kijiko kimoja cha chai ya baking soda na vijiko viwili vya chai ya siki ya tufaa ndani ya glasi 1 ya maji. Tikisa vizuri mchanganyiko huo na unywe. Muhimu, kamwe usinywe siki ya tufaa ambayo haijapunguzwa makali kavu, yani bila kuongezwa maji kidogo. 7 ni maziwa. Maziwa yanasaidia kuondoa uvimbe vizuri kabisa. Maziwa huwa na protini ya kutosha. Kwenye glasi 1 ya maziwa ya uvuguvugu, ongeza kijiko kimoja cha unga wa giligiliani na kijiko kimoja cha unga wa binzari. Tikisa vizuri mchanganyiko huo na unywe yote. Fanya hivi kutwa mara 2 kwa wiki kadhaa. 8 ni unga wa binzari au manjano. Sifa ya kimatibabu iliyomo kwenye binzari hupigana pia dhidi ya uvimbe kwenye kizazi. Chukua vijiko vikubwa viwili vya unga wa binzari au unga wa mizizi yake na changanya na maji nusu lita. Chemsha kama chai kwenye moto kwa dakika 15. Ipua na uache kwa dakika 40. Ikipoa kunywa yote. Fanya hivi kwa wiki kadhaa. 9 ni kitunguu maji. Viuaji sumu, yani antioxidants, vilivyomo kwenye vitunguu husaidia kuondoa uvimbe kwenye kizazi kirahisi zaidi. Kitunguu pia ni muhimu katika kurekebisha na kuweka sawa homoni za kike. Kwa hiyo, kupunguza uvimbe, anza kutafuna kitunguu maji kibichi kama kilivyo. Usikioshe na chumvi wala maji. Kata nusu kitunguu maji na ule kama kilivyo kila siku kwa wiki kadhaa. Uvimbe utaondoka na homoni zako zitakaa sawa. 10 ni zabibu bata, yani gooseberry. Zabibu bata ni moja ya dawa mbadala zinazotumika sana dhidi ya matatizo mengi ya ngozi na nywele kwa ujumla. Changanya unga wa zabibu bata kijiko kidogo cha chai kimoja na kijiko kidogo kingine cha asali. Changanya vizuri mchanganyiko huo na ulambe wote. Inashauriwa kutumia dawa hii asubuhi mapema wakati tumbo likiwa tupu, yani ikiwa hujala kitu chochote. Ni dawa nzuri sana katika kupunguza ukubwa wa uvimbe kwenye kizazi, yani fibroid tumors. 11. Maharage ya soya, soybeans. Ili kuondoa dalili za uvimbe kwenye kizazi, kula maharage ya soya mara nyingi. Maharage ya soya yana kiinilishe muhimu sana kijulikanacho kama phytoestrogen, ambacho husaidia kudhibiti usawa wa homoni ya kike estrogen. Andaa supu au mchuzi wa maharage ya soya. Protini iliyomo kwenye maharage ya soya huzuia kuendelea kukua na kuongezeka kwa uvimbe kwenye kizazi. 12. Yoga na meditation. Moja njia rahisi kabisa ya kuondoa uvimbe kwenye kizazi ni kufanya mazoezi maalum yajulikanayo kama yoga. Yoga ni sayansi ya kimatibabu yenye asili ya India na ina zaidi ya miaka 1500 tangu ilipoanza kutumika. Haya ni mazoezi maalum yanayoambatana na utulivu wa nafsi, ikihusisha mambo ya kiroho. 13 ni samaki. Samaki wana mafuta muhimu sana mwilini yajulikanayo kama omega 3 fatty acid, ambayo ni muhimu sana katika kutibu uvimbe kwenye kizazi. Unahitaji kutumia mara kwa mara samaki wa maji baridi kama salmon, kwa lugha nyingine salmoni, jodari kwa lugha nyingine tuna, na samaki wengine wenye minofu na maji baridi ili kuondoa uvimbe. 14 ni asali. Ili kuondoa uvimbe wa maji katika mirija ya uzazi, asali inaweza kuwa msaada mkubwa kwa kazi hiyo. Changanya juisi ya aloe vera, asali na maji na unywe mchanganyiko huu. Chukua glasi 1 ya maji, ongeza kijiko kidogo kimoja cha asali mbichi na kijiko kikubwa kimoja cha juisi ya mshubiri, yani aloe vera. Tikisa vizuri na unywe mchanganyiko huu. 15.
kiazi sukari na kitunguu saumu. Ili kuandaa juisi ya kuondoa uvimbe, saga kiasi kidogo cha viazi sukari freshi na uchanganye pamoja na kijiko kidogo cha chai kimoja cha unga wa kitunguu saumu. Changanya mchanganyiko huo vizuri, uongeze kikombe kimoja cha juisi fresh ya karoti. Ongeza kijiko kimoja kidogo cha asali. Tikisa vizuri na unywe mchanganyiko huu mara kwa mara mpaka utakapopona. 16. Aloe vera, yani mshubiri. Moja kati ya mimea kwa ajili ya kutibu maradhi mengi katika mwili wa binadamu ni aloe vera au mshubiri kwa Kiswahili. Aloe vera pia hutibu uvimbe kwenye kizazi bila shida yoyote. Unachohitaji ni kuchanganya robo ya kikombe cha juisi ya aloe vera na kikombe kimoja cha juisi ya viazi sukari katika glasi moja. Ongeza kiasi kidogo cha juisi ya limao na jaza maji ya kutosha kujaza vizuri hiyo glasi. Kunywa glasi moja kutwa mara moja kwa wiki kadhaa ili kuondoa uvimbe katika kizazi. Tafadhali zingatia haya kuwezesha uvimbe kupona haraka. 1. Hakikisha una uzito sawa kila mara kulingana na urefu wako. 2. Kula sana mboga za kijani na matunda. 3. Fanya mazoezi ya viungo kila mara 4 mpaka 5 kwa wiki. 4. Kunywa maji mengi kila siku lita 2 mpaka lita 3. 5. Kula sana vyakula vyenye nyuzi, yani fiber, na kupunguza vyakula vyenye mafuta. 6. Usitumie bidhaa zozote zenye kafeini kama vile chai ya rangi, kahawa, soda nyeusi zote na kadhalika, nyama nyekundu na vyakula vya kuchoma au kupikwa katikati ya mafuta mengi, mfano mandazi, chipsi na kadhalika. 7. Achana kabisa na mawazo, yani stressi na hamaki nyingine zozote. 8. Acha kuvuta sigara au tumbaku na vilevi vingine vyote hadi utakapopona kabisa. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Vile vile unaweza ukalike, kucomment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kutazama Suka TV.